Nyago kama na ba sponsor ola Marekani bale mu mwatelecha. Kwa kweli baendelee mwatelecha maana ndumya na haki konda hata ba achana mu matano. Karibu tena once again, mimi ni Tage Kevo, Bianze Camera, On's best shooter, namuita Nigaman. Na leo bana tupo somewhere ambapo tupo na mzee wetu ambaye anamuita Dingo Machine. Ni moja kati ya wazee wetu ambao tunawaheshimu, moja kati ya wazee wa hekima sana. Na leo bana tumekuja kuwafuata kuhusiana na issue ambayo inaendelea hapa zigzaga nyingi za Dogo Zuu na Nyago amenikuweza kuchukuana, na ni swala ambalo ni la baraka, tunasema sisi wabembe au sio bana. What's poppin' na mzee, vipi? Salama. Upo sawa? Tumeamka vizuri, tumeona mwanga wa jua, lakini tunao majonzi hapa kwenye kijiji chetu cha SN. Ndio. Tulifiwa na mama moja, mama mtulivu sana, afu hivi tuko kwenye majonzi kijiji chetu cha SN. Naona hivi wataniona kwenye mtandao kabisa. Nasema wa vijana tu wapunguze bangi. Ndio. Wakati wa majonzi, sio wakati wa kuleta mizaa au kuleta vurugo. Sawa? Bo mimi nimesikia kama ulisema nani? Sema Nyago na Dogo Zuu wameweza kuchukuana, maana Nyago ameweza kumchukua Dogo Zuu rasmi sasa, lakini bana wamesema kwamba tarehe 30 mwezi huu hapa, tarehe 10 Masato mono mwechi, ndo ambao watakwenda kumtambulisha mke wake. Sawa. Hata kiupande wako wewe kama mzee wetu wa kambi ambao tunakutegemea, una hichi kitu una taarifa nacho, umeshakisikia au vipi? Mimi sijaona hiyo taarifa. Kusikia taarifa ni hivi kupitia kwenu. Ndio. Na kama huyu Dogo Zuu na Nyago wameweza kuoana, Mungu awabariki sana. Na familia zao zisiwachukie, familia ya mke na familia ya bwana ama ya mume wasiwachukie, waendelee kuwapa hawa vijana wetu baraka. Maana hata wasanii wakiwa wanaelewana wanaoana vizuri. Sio kama wengine mkiwa wasanii mnaikalia vurugo, kupigana, matusi ambayo ina akili. Ile sio sawa. Naomba tu Mungu awabariki hawa vijana wetu wa kike na wa kiume waweze kuoana, na tarehe 30 basi kama wataweza kanitafuta na mimi nikae pale kama vile mwalikwa, basi nitaweza kwenda kuikaa nione gisi mambo itakavyokwenda. Lakini mimi naombea baraka na amani iwafikie. Asante sana. Maana hata Mungu mwenyewe amesema nendeni duniani mwende mkajaze dunia. Na dunia hii tunijaza, lakini watu njoo hivi tena kuporomoka, watu kufa bila chochote kabisa. Tuna mambo mengi, tunataka kusema tu ya kwamba mambo yote hiyo ambayo tuko tunaongelea tuachie wana siasa na siasa yao, na ile ingine ambayo tuko tunataka kusema tuseme ya kwetu isiyo tuhusu kwenye siasa. Na Mungu atubariki. Asante. Sawa. Sasa bana, unajua kuna baadhi ya watu unajua kambi yetu kwa sasa hivi na watu wengi sana ambao wanaharibu akili za wengine zaidi sana katika upande wa hizi ndoa zetu hizi. Utakuta mtu ameandaa ndoa yake nini, ameshamwandaa mke wake, lakini unakuja ukuta ni mtu ambaye amepitia mambo mengi sana, watu wanamsema, sijui anamwambia sijui wewe au na wewe mwanamke yani akufai. Unajua kambi yetu kuna wasutwa wengi sana. Fikiri kitu leo ukisema before leo ukisema zamani kwamba hii kambi yetu ina wasutwa wengi sana, toe makini. Hata kiupande wako unaweza kuambiaje wale watu ambao walikuwa wanasema kwamba hii ndoa haitofika? Wasipapena. Mimi nitaweza sema ya kwamba watu waachane na mambo yusutwa, kwa sababu kila mtu anawezesha nyumba yake mwenyewe. Kuna mtu ambaye anataka kuharibishie nyumba yako kwa sababu ya ujinga wako. Una wanaume wengi ni wajinga sana. Mtu anakuja, huyu mke wako anadharau. Sasa wewe mwambie kama anadharau, wewe ni wa kwako, si ni wa kwangu. Mimi namuona gisi alivyo na tumisha zoeana. Sasa wewe unaniletea habari zako za kule, mke wako ni anadharau, mume wako ana kiburi. Sasa yote mambo inakuhusu nini wewe? Haikuhusu kitu. Kwa hiyo mimi nitaweza sema tu ya kwamba usutwa njoo hivyo, njoo kazi usutwa. Hata usutwa wenyewe ulianza tangu miaka ya zamani. Yesu bado hajazaliwa na usutwa ukaanza. Njoo kwenye kulitokea wizi, magomvi, usutwa. Mimi niko nataka kusema kwanza hivi. Kulitokea usutwa, kukatokea magomvi, kukatokea na wizi. Na uchawi huko.
Na hivi vyote vitu ambavyo vilivyotoka miaka ya zamani mpaka njoo leo hivi vinakuja vinajiza tu. Hivi vitu vinakuja vinajikuza, na njoo maana watu wote dunia mzima wako kama vile hawana akili. Mimi nitaweza sema watu wote dunia mzima hawana akili. Hivi ukimpa mtu mwingine mashauri anakutukana. Ukimkuta iko kwenye bangi zake anakuona mawenge anakutukana. Wewe kitu cha maana mtu akikutukana na wewe unaona mazoea na mtu ule, wewe usimjibu, muone kama gisi vile alivyo, hata kuongezea chochote wala hata kupunguza chochote, kuliko wewe kugombana na mfuta bangi. Hata na wewe utaonekana uko mfuta bangi. Ni kama vile msazi akikubeba manguo, wewe unaenda unamfuata mbio, wewe ndio utazomewa. Wewe ndio utazomewa. Kwa hiyo dunia hii bwana, tuko kwenye mporomoko mabaya na itazidi kwenda vibaya sana. Hivi watu wataniona kwenye mtandao, dunia hii watu wataenda vibaya sana. Sijui kama hapo unanielewa aje. Nakuelewa sana mzee wangu. Mzee wa hekima sana. Okay. Bwana wike chino sikuchetana na nyuma nyagumeni asa ngona bachiwa satu ndio wiki hivi. Okay, aongeza machiwa ana achinatenda bino. Baja wose wake wa achiwa bila konda mbele. Tabila na konda ya bila bino asa shikonda. Unambwela bile mbaka wa kabisa wa akili anatenda bibi. Nyago kama na ba sponsor ola Marekani bale mwatilicha. Kwa kweli baendeli mwatilicha maana ndomya na haki konda hata ba achana mu matano. Hata elufu kama unobu wezo. Le Daudi abela konda ba achana elufu. Makala masatu imabema nyumba. Makala mwenjima beba nyumba makamasa tu imabema inji. Niba Sulemani Sulemani mwana wa Daudi. Bibyo ikonda onu suku bechu tumulipishano makanisa. O kanisa wetu ole mikenge mo ya bola. Ntota konda tana ebuduma. Obolo obo akonda ntota batizwa tana ebuduma. Sasa bibyo sibitu tumuchu ikuta to bimona eteli bure tu. Olo kama akonda na otabela na konda. Ete mipango yangine na bala ba sponsor bale Marekani bamwezeshe akonde sasa akonde apa ni bitu mitumbu tibishiwe ngine bya lubuli nataka nimwambie bwana Nyago aowe sasa achane kwanza. Nyago ni mtoto wa hekima sana, kijana wa hekima. Mimi nakuaga nakutana naye vyote vile mimi nakuaga namuongelea. Hakuna siku moja ambaye ameshawahi kunifuata, wewe Jingo wewe ni nani kunisema hivi. Mimi niko hapa kwa sababu ya mashauri, na mimi niko mwanadamu. Usione siku moja mimi nachukia ama mimi natukana na mtu waone kama mimi sifai. Nitakuwa natukana mtu akiwa kama vile amenifanya nini, ameniuzi akili. Siwezi tukana mtu hivi tu kama mpumbavu bila sababu tu nimtukane mtu. Na najua wote hapa duniani na hapa kambini tulipo, kila mtu ana hali ya chuki. Tusidanganyane. Kila mtu ana hali ya chuki. Akiwa anaenda kanisani, akiwa na nani kule kanisani njoo nini kakiti kanampendeza kule, njoo anaona watu wengine kama vile hawafai. Sisi wote tunaonana. Wewe ukiwa mchungaji hauwezi kuwa na kero na watu. Wewe unaona kero za watu wengine, na huko nao wanakuona kero. Ndio kisi tulivyo. Kwa hiyo tu dunia hii ni hali ya kuhamasisha. Tunaendelea kuhamasisha, tukiwa tunahamasisha tutakuwa vizuri. Nasema huyu Nyago na huyu na nani Doguzu. Mungu awabariki tu. Mimi sina nao nani kero. Nitawekea kero nini? Mimi niishawahi kuwasaidia nini? Lakini kuwasaidia kwangu ni mashauri tu ambayo niko nataka kusema ya kwamba waikae vizuri, wajipange vizuri. Na yeye huyu kama ana uwezo haowe, na kama ana uwezo aikae basi na mke mmoja. Ndio nitaweza kumshauria huyu kijana nani unamuita nani? Nyago. Aikae na mke mmoja tu. Wengi watakusaidia nini wakati wewe una kipato. Basi acha tuachana huko. Wandugu zangu ambao mko Marekani, mimi mwaka huu nataka nijenge sasa nyumba. Yoyote ambaye yuko na huruma na vyenye ataweza kaniona huko kwenye mtandao, anisaidie hata bwela budogo bule wa kufyatuisha matafari na kulisha wafundi. Mnajua mimi mwenyewe bado sijaoa. Vile ambavyo vilio trend niliwaambia ni uongo, na waambia wale ambao wako Marekani na wale wengine ambao bado hawajawahi kunisaidia, basi hii njoo muda wa nyinyi kunisaidia sasa.
munisaidie tuachane na roho ngumu. Mimi nawategemea sana. Watu wengine wanasema Jingwa na shukrani. Mimi nakuwaka na shukrani sana. Nikitajataja nyinyi na wengine siwajue majina, wale ambao siwajue nikiwataja nyinyi ambao nawajua, siwataniona mimi nafanya ubaguzi. Ba mwana ina eto ubaguzi. Ole batumanga bakyo mpashiba ikemena. Iwangwa no se Jingwa na wibambike. Jingwa na wile abise. Asa okyo ntuno osing nso manyabire. Lakini obala batu ni bakyo ngwate dicha. Na paso ni bakanye. Imda wenyewe imda wa benyu Mungu ateleche sasa. Asante amanga na Mungu atelecho. Okay bana, leo tulikuwa tumekuja kuomba ushauri kidogo kwa mzee wetu wa heshima, mzee wetu wa hekima sana ambaye tunamtegemea hapa Nyarugusu, ambaye bana akikushauri hivi unatoka umebadilika kabisa, baraka kama zote. Unataka nipiga ni? Nikikupiga ni sawa tu. Wewe mtoto tu. Ni kweli baraka hizo. Asante sana. Hakuna baraka namna hii. Basi njoo hilo tu. Bana, basi la mwisho ambao nilikuwa nataka kuongea, mani la mwisho kabisa. Unajua unaweza kuwaambiaje wale watu? Unajua ulituambia kwamba unahitaji msaada na nafikiri ombi letu limefika. Bana, mzee wetu anahitaji kujenga, na nafikiri hapa sasa nataka ajenge maisha yake upya. Aanze sasa mwaka vizuri sasa, mwaka alikuwa bado hajaanza. Bana, kwa wote ambao ana moyo wa huruma basi aweze kumbless, aweze kumsaidia. Na kwa wewe ambaye utakuwa na kidogo cha mchango bana, fanya ku drop comment lako hapo kwenye Drama TV. Tuambie ulipo, tutakufuata sisi wenyewe, tutakuja kumletea mzee wetu au tutakuja naye pia ili kuweza kujenga uaminifu zaidi sana. Bana mzee, kwa la mwisho kabisa, kwa wale ambao sasa wanaendelea kuongelea hii ndoa kwamba hawafai au kuendana, yani kwa wale ambao wanaendelea kuongea mpaka sasa hivi hapa, unaweza kuambiaje na mafansi wa Drama TV? Hao ambao wanasema hivi ni wavuta bangi. Mimi nimeshasema tu ya kwamba watu wawili wakipendana wao usiwaingililie. Na kama wendani wewe havikuhusu. Tukuzu na Nyago wanaendana, njoo maana wamependana. Kwa nini Tukuzu hajanifuata nyumbani Jingu mimi nataka kudioe? Sasa naona mimi naye hatuendani. Na mimi nataka niseme hili ieleweke kokote, Tanzania, Malawi, Mozambike, Kongo kwetu. Binti dada wewe ukitaka kwanza, mimi nyinyi wa dada mnakuwaka naona kama vile zimwa sawa, mna akili sawa. Mtu akiwa mzee ameshakuwa na umri wa miaka 50 na anakupenda, unajua mtu wa miaka 50 hawezi kukudharau mbatu. Ula anakubembeleza sana. Lakini wa dada mnapenda budi kuvuta bangi, kwa kuvaa masuruali Vitoto 2000. Vitoto 2000 tu. Tena kinakuoa akina maisha lakini ukiolewa na mtu wa miaka 50, wengine wanasema huyu ameshachoka. Amechoka nini? Choka nini? Huyo hivi unaona mtu wa 50, mbona wewe kama mwanaume wa miaka 50 anazaa? Sasa wewe mama kufika miaka 40 unakata. Hivi nyinyi wawili kati ya ule mwenye kuzaa na wewe ni nani ambaye anachoka? Wa miaka 40 huyo mwanamke. Wewe umeshachoka wewe. Na wewe ndio mtoto sana. Wewe tu wa dada zangu, unapoona mtu ni mzee